Awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uzima na afya na kuweza kutukutanisha tena siku ya leo hapa. Aidha nakushukuru sana wewe Baba Askofu kwa kanisa la KKKT kwa kunialika na kunishirikisha katika tukio hili lenye baraka linalolenga kuyabadilisha maisha ya watoto wenye uhitaji maalumu hapa nchini. Lakini leo pia nimshukuru Mungu kwamba ni siku njema, ni siku ya baraka. Ni siku ambayo Mungu ameibariki na mvua, na wote tunajua mvua ni baraka. Kwa hiyo na ndio maana shughuli yetu imekwenda vizuri sana hapa. Kwa viongozi na wageni wenzangu walikwa, nashukuru pia kwa kutambua umuhimu wa tukio hili na kuungana nasi katika harambee hii. Asanteni sana. Nimefurahi kuona watu wangu wa serikali, wabunge wako hapa pamoja nami. Nashukuru sana. Kwa namna kipekee nishukuru vikundi vya kwaya kwa ujumbe mahsusi wa shughuli yetu ya leo. Lakini washukuru walimu pia wa kile kituo kuwafundisha watoto wale na wakaweza kuimba bila kukosea. Na washukuru na kuwapongeza sana. Mhashamu Baba Askofu, ninatambua kuwa mbali na kuihubiri Injili ya Bwana au Bwana Yesu Kristo, kanisa la KKKT limekuwa na dhima kubwa katika kutoa huduma za jamii, hususan afya na elimu. Na katika hili kanisa limechangia sana kwenye jitihada za serikali za kuboresha maisha ya watu wetu. Shughuli ya leo ni kielelezo kingine muhimu cha nafasi ya kanisa katika kuyagusa maisha ya watoto wenye mahitaji maalum. Kwa kweli hili ni jambo lenye baraka kubwa, na hii ndiyo maana ya pendo la Kristo. Na kama anavyoandika Mtume Paulo kwa Wagalatia sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 10, na hapa na nukuu, na nimeona nukuu hii iko kwenye kuta maeneo mbalimbali. Inasema tena, tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake, tusipozimia roho. Kwa hiyo kadri tupatavyo nafasi ya kuwatendea watu wote wema, na hasa jamaa ya waaminio. Mwisho wa kunukuu. Ndio maana Baba Askofu uliponijulisha kuhusu shughuli hii, pamoja na ratiba yangu kuwa ngumu sana, nikasema sina budi kuja mwenyewe ili nishiriki baraka hizi. Shughuli hii ya ujenzi wa kituo cha diakonia inatutambulisha au inatukumbusha kwamba watoto wenye ulemavu au mahitaji maalum ni sehemu muhimu ya jamii na kanisa, na kwamba hatuna budi kushirikiana ili kuhakikisha usawi wao pamoja na changamoto walizonazo. Hivyo niwapongeze sana kamati ya maandalizi kwa kazi nzuri iliyofanyika hadi sasa. Niseme kuwa binafsi nimeguswa sana na nia na malengo ya kanisa katika jambo hili, kwa kuwa pia ni moja ya masuala ambayo serikali ninayoiongoza imeendelea kuyapa kipaumbele cha kipekee. Sambamba na hilo, nasimama mbele yenu kama mama ambaye ninabeba dhamana kubwa ya malezi ya watoto wa taifa hili, sio tu wenye mahitaji maalum, bali watoto wote katika nchi yetu. Nimekuwa nikifuatilia kipindi maarufu cha TBC kinachoitwa Wape Nafasi, na taswira ninayoisoma kwenye kipindi kile ni kwamba mtoto akiwa hana changamoto anakuwa ni wa baba na wa mama, wote wazazi wawili wanakuwa ni mtoto wao. Lakini mtoto akiwa na changamoto anabaki kuwa mtoto wa mama peke yake. Kiangalia kipindi kile, wengi wanaohojiwa wenye watoto wenye changamoto
ni kina mama. Kama ni kubeba, kama ni kuburuza, kama ni kina mama. Ukimuuliza baba yuko wapi, alipomwona mtoto hali hii baba kaondoka, au hivyo. Kwa hiyo ndio taswira inayojitokeza, na sisi kama kina mama hatuna budi kusimamia jambo hili. Kwa hiyo ninasimama nikiwa naelewa fika jukumu hili kubwa ambalo wanalibeba kina mama wenye watoto wenye changamoto mbalimbali katika jamii yetu. Nakubaliana na wewe pia Mhashamu Baba Askofu kwamba tatizo bado ni kubwa. Lakini ndugu zangu, tatizo hili halichagui dini. Leo ni kanisa limeamua kuchangisha kujenga kituo kwa watoto hao. Lakini tumeonyeshwa kwenye documentary kwamba mdogo wangu Maida mtoto wake amefaidika na mpango huu. Lakini kuna shekhe hapa mtoto wake amefaidika ndani ya mpango huu. Na kuna wengine na wengine na wengine. Kwa hiyo tatizo hili halichagui dini wala halichagui familia ya mtoto huyu kuzaliwa. Ni tatizo la Watanzania wote. Ni tatizo kubwa ambalo tunatakiwa wote kwa pamoja tusimame na tulifanyie kazi. Na bahati mbaya ni kwamba katika miaka hivi karibuni duniani kote kuna ongezeko kubwa la watoto wenye ulemavu wa akili, na hususan wenye akili mtindio kama cerebral palsy, lakini usonji, wenye autism, wenye Down syndrome na mengineyo. Shirika la Afya Duniani linakadiria kuwa katika watoto 100 wanaozaliwa, mtoto mmoja anakabiliwa na tatizo la usonji. Sasa takwimu hizi ni za kidunia, lakini tumemsikia katibu mkuu wa Dayosisi ya Mashariki na Pwani ametaja takwimu ndogo ambazo wao wanashughulikia hili tatizo, takwimu ndogo zilizo nazo kanisa. Sasa hii kwa hapa ndani kwetu nchini ni takwimu chache, lakini kama takwimu za Shirika la Afya Duniani, katika kila watoto 100 mmoja anaathirika. Ukichukulia population ya Tanzania, idadi ya watu wa Tanzania, hatukosi watoto kama 60,000 au idadi hiyo wenye tatizo la aina hii. Kwa ni lazima jamii kama jamii tusimame tushughulikie tatizo hili. Takwimu hizi zinatukumbusha kuhusu ukubwa wa changamoto hii na haja ya kuweka afua za kutengeneza mifumo stahiki itakayoboresha makuzi, malezi na elimu ya watoto hawa. Ingawa wengine wanaweza kujitegemea kwa kiwango fulani, kama tulivyomwona Ibrahim, amepelekwa, amesoma, sasa ni kapenta, anajitegemea kwa kiwango fulani. Lakini wengi wao ni wenye mahitaji maalum. Hivyo niwapongeze kanisa, sio tu kwa jitihada mnazofanya kupitia vituo viwili mnavyoviendesha, bali pia kwa kusaidia kuongeza uelewa wa jamii kuhusu changamoto hii na umuhimu wa sote kushiriki katika kukabiliana nayo. Asanteni sana Baba Askofu. Mhashamu Baba Askofu, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, serikali kwa muda mrefu imekuwa ikifanya kazi kwa karibu na taasisi mbalimbali zikiwemo taasisi za kidini katika kujenga mazingira shirikishi ya malezi na elimu ya watoto wenye mahitaji maalum. Kufikia mwaka 2024, watoto wapatao 1416 wamesajiliwa katika shule 18 hapa nchini. Vile vile tumeendeleza na kupanua mafunzo ya ualimu kwa ajili ya watoto wenye mahitaji maalum kwa ngazi za stashahada na shahada. Aidha, serikali imeweka utaratibu wa kuhakikisha uwepo wa wataalamu wa kutosha kwa ajili ya viungo physiotherapists, lakini pia wataalamu wa kutosha kwa ajili ya tiba kwa vitendo occupational therapist, na wale wa lugha wa kusaidia matamshi au speech therapist, pamoja na watoa tiba ya afya kisaikolojia na wengineo wanaohudumia watoto wa aina hii.
Tunafanya hivi kwa sababu watoto wenye mahitaji maalum, hususan wale walioathirika na usonji, hukutana na vikwazo vingi vikiwemo vya mawasiliano, kutoweza kuongea, kutokukubaliwa mashuleni na kwenye jamii, kutengwa na watoto wenzao na kushindwa kuchanganyika, kufichwa majumbani kutokana na imani potofu kwenye jamii juu ya usonji na kadhalika. Hizi ni baadhi tu ya hatua zinazochukuliwa na serikali kuhakikisha watoto wenye mahitaji maalum wanapata malezi majumbani kwao, lakini pia wanapata elimu stahiki kwa kuimarisha huduma za kiafya za kielimu. Katika kujenga uelewa kwa jamii yetu na kulinda haki za watu wenye usonji, nchi yetu inaadhimisha siku ya usonji duniani iliyotangazwa na Umoja wa Mataifa kila ifikapo tarehe 2 Aprili ya kila mwaka. Mwashamba Baba Askofu, nimependa sana mstari uliousoma unaosema amin, amin, nawaambia, kadri mlivyowatendea mmojawapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Na hili nalo naliona katika kuta kila ninapotupa macho, lakini hata wakuu wa majimbo walipokuja kutoa mchango wao, hii ndiyo quotation ambayo waliisoma, au ndio neno ambalo walilisoma. Sasa ujumbe huu ndio uliobeba dhima nzima ya harambee hii, kwamba sote tunawiwa kushiriki katika kuwajali watu wenye mahitaji maalum, lakini pia wenye mahitaji ya kawaida katika jamii yetu. Kwa kazi hii muhimu mlioianzisha, mmeonyesha kutekeleza mafunzo ya maisha na matendo ya miujiza ya Yesu Kristo. Hamjaishia tu kuwaonesha huruma na kuwahudumia kiimani, bali kama Yesu Kristo alivyowasaidia na kujibu mahitaji ya waliokuwa wagonjwa, na nyinyi pia mmesimama kuwatetea na kuwawezesha wenye mahitaji maalum waishi maisha bora. Mmetukumbusha kuwa kuwalisha wenye njaa, kunywesha wenye kiu na kuwakarimu wageni, kuvika wasio na nguo na kutembelea wagonjwa ni jukumu letu sote. Sasa mbali ya haya niliyoyataja, lakini nilikuwa namsikiliza katibu mkuu wa dayosisi hii, ametaja mambo kadhaa ambayo kanisa hili linafanya katika sehemu mbalimbali chini kwetu Tanzania. Sasa ndugu zangu, huu ndio utumishi wa dini. Huu na kazi hii mnayoifanya inapeleka ujumbe kwa wale waliojionyesha kama watumishi wa dini, lakini kwa kweli ni watumishi wa ushetani au mambo mengine. Kwa hiyo huu ni ujumbe muhimu kwao. Utumishi wa dini ndio huu, kuwajali wenye mahitaji, kufanya mambo mbalimbali yanayowagusa jamii, kuisaidia jamii na kujenga jamii iliyo bora yenye maadili na elimu. Huu ndio utumishi wa dini. Hivyo napenda kuwashukuru na kuwapongeza kwa jitihada za uchangishaji ambazo tayari zimewawezesha kukusanya kiasi fulani cha pesa. Si haba, Baba Askofu, kwa sababu umetuambia hapa kabla kuingia kwenye ukumbi tayari kwa kuna bilioni 3.5 ziko benki zishakusanya, lakini wakuu wa majimbo hapa wametugaia bilioni 2.7, 5.7. Harambee iliyopita hapa waliosimama imeleta kama bilioni 1, nilikuwa napiga mahesabu, bilioni 1 na mamia kidogo. Kwa hiyo ni bilioni 6, na hapo bado karatasi zilizopita kule hazijasomwa, na tukisoma zile karatasi tayari zimetusogeza. Lakini hizi ni kwa ajili ya kusimamisha jengo tu. Baada ya kusimamisha jengo, kuna huduma, kuna mahitaji mengine ili kufanya kituo hiki kiweze kufanya kazi. Kwa hiyo kama alivyosema Baba Askofu, bado kazi ni kubwa na bado michango inahitajika. Sasa kwa upande wetu serikali, tutashirikiana na kanisa katika kukamilisha mradi huu,
kwa kuwa nanyi bega kwa bega katika ujenzi na uendeshaji wa kituo hiki. Vile vile, Baba Askofu, ninapoalikwa kwenye mambo makubwa ya kanisa, kuna kiwango nimejiwekea cha kuchangia, nacho ni shilingi milioni 1. Kwa hiyo kama ninavyochangia kwengine, nitachangia hapa pia shilingi milioni 100, shilingi milioni 100. Nilisema milioni 1, ukumbi wote umezizima. Ni shilingi milioni 100, Baba Askofu. Hicho ndio kiwango nilichojipangia. Lakini leo kwa maajabu makubwa, niwashukuru sana washauri wangu, na nadhani jumla ya washauri 6 au 7 hivi ndani ya ofisi yangu, kwamba na wenyewe wamejikusanya, wanakuja na milioni 100. Hii ilikuwa ni surprise kwangu, nawashukuru sana. Lakini Baba Askofu, watoto hawa ulisema wana matumaini makubwa kutoka kwa bibi. Sasa nikivaa kofia ya bibi, nitawachangia wajukuu zangu milioni 50 kama bibi. Kwa hiyo ukipiga jumla kutoka ofisi ya mama huku, kama 250 hivi, si haba. 250 milioni si haba. Lakini kama nilivyosema, ni washukuru wale wote ambao tayari wameshachangia. Kuna msemo unasema kwamba kutoa ni moyo, usambe ni utajiri. Kutoa ni moyo na sio utajiri. Usiseme huyu tajiri ndio maana anachangia. Hapana, ni moyo tu. Tumesikia hapa michango ya 100,000, michango ya 500,000, michango ya milioni. Ni moyo ulicho nacho, toa. Uwe na wewe ni sehemu ya sadaka hii. Kwa hiyo niwaombe sana na niwasihi wa Tanzania kupitia taasisi zetu mbalimbali na mtu mmoja mmoja, tuchangie makao haya kwa ajili ya watoto wetu wenye changamoto, ili wapate pahali pazuri, wakae, walelewe vizuri, wafundishwe vizuri, na wenyewe wawe sehemu ya kundi litakalochangia kwenye jamii yetu ya Watanzania. Mwashamba Baba Askofu, nimepokea maombi yenu, na kama nilivyosema hapo awali, serikali itaendelea kushirikiana kwa karibu na wadau wake mbalimbali katika kuboresha mifumo ya kiutendaji na kiutekelezaji ili kuwezesha malezi na upatikanaji wa elimu kwa watoto wenye uhitaji maalum. Tutaendelea kufundisha walimu kama alivyosema naibu waziri na waelimishaji wenye taaluma maalum kwa watoto hawa wenye mahitaji maalum. Lakini pia tutaendelea kuimarisha vitendea kazi na miundombinu mingine ili kuhakikisha kwamba watoto hawa wanapata elimu na usaidizi unaostahiki. Na ndio maana nilisema tutakuwa nanyi bega kwa bega kuhakikisha kituo hiki cha mfano kinakuwa maalum cha mfano wake. Na ili kuongeza nguvu na msukumo kwenye jambo hili, serikali tunakaribisha pia jumuiya za kimataifa, asasi za kiraia, wataalamu wa kigeni, mashirika na wawekezaji kushirikiana nasi katika kuanzisha mbali ya kituo hiki, lakini vituo vingine maalum kwa ajili ya kuwasaidia watoto wetu hawa. Kupitia ushirikiano huu, tunaweza kuziba kwa haraka zaidi mapengo yaliyopo katika rasilimali na utaalamu na kuleta matumaini kwa watoto wetu. Kama ulivyoomba, Mungu akipenda na ratiba ikiniruhusu, basi tutakapokamilisha kituo hiki nitakuwa nanyi tena kuona hii kazi tuliyoifanya imezaa matunda gani. Mwashamba Baba Askofu, mabibi na mabwana, nirudie kulipongeza sana kanisa kwa kazi kubwa mnayoendelea kuifanya katika kuleta maendeleo na kudumisha amani na umoja katika taifa letu. Niwasihi muendelee kushirikiana na serikali katika kujenga mustakabali na ustawi
wa watoto wetu na jamii ya Kitanzania na kusimamia maadili mema. Kipekee kabisa niishukuru familia ya Lupembe, na washukuru sana kwa mchango mkubwa mlioutoa wa kutoa eneo la kujengwa kituo hiki. Hii ni sadaka kubwa, asanteni sana. Shukrani za dhati kwa kanisa kwa kuwa mmeahidi kuendelea kuliombea taifa, hasa mwaka huu wa uchaguzi. Niwaombe tuendelee kuihubiri na kuiomba amani kwa ajili ya nchi yetu. Na kwa haya machache, Mheshimiwa Baba Askofu, kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ninawapongeza tena kanisa la KKKT kwa jambo hili kubwa mlilolifanya. Asanteni sana, na kama nilivyosema, serikali itawaunga mkono hadi tuone limetimia. Asanteni sana kwa kunisikiliza.